walimtumikia Mungu wakiwa mahali pamoja, kwa nyumba moja. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 2, walikuwa mahali pamoja wakimtumikia Bwana. Na wale watu, Roho Mtakatifu akashuka kutoka mbinguni mahali walikuwa wameketi. Maandiko yanasema na siku ya Pentekoste ilipokwisha kufika ama kutimia. Hiyo ni Matendo ya Mitume sura ya 2. Nimekwambia maandiko iko kwa akili. Roho ananifundisha kila siku, kila kuchao. Maana mimi huwa ninaombaga sana. When you pray utajua kuelewa Biblia. Soma Biblia sana. Naomba sana hiyo neno ingie kwa akili yako, isije ikatoka. Bwana Yesu atukuzwe. Na siku ya Pentekoste ilipokwisha kufika, wote wakiwa pamoja, wameketi pamoja, mahali pamoja, wakiwa kitu kimoja, uvumi ukatoka mbinguni. Uvumi si wa kawaida, ukanjaza ile nyumba walikuwa wameketi, na wote wakanjazwa, wakaanza kuongea na ndimi vile Roho Mtakatifu aliwajalia kunena. Praise the name of the living God. Siwaje alisomea mjue ni kweli. Siwaje kupigana na soma maandiko yao. When the day of Pentecost had fully came, they were all with one accord in one place. They were all in one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven. Suddenly, listen very carefully. And suddenly there came a voice from heaven, as of rushing mighty wind. Rushing like a mighty wind. And it filled the whole house where they were sitting. Mm-hmm. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. And the Spirit gave them utterance. Kama vile Roho aliwapea kunena. Bwana Yesu apesi. Kulingana na vile Roho Mtakatifu aliwapea kunena ama kutamka. Na kukaja uvumi kabla. Si masema hivyo. Kiswahili wale nitafsiri hata kama hizo. Na kukaja uvumi kabla, kama uvumi ambao ulikuwa wa mwendo wa kasi, ukaijaza ile nyumba. Walikuwa wameketi, walikuwa wanakaa kina Petro na mitume wengine, na maandiko yanasema Roho Mtakatifu akawajilia, na alipowajilia akawafundisha kunena. Wote wakaanza kuongea na ndimi kama vile Roho alikuwa amewajilia kutamka. Inatangaza leo hii Roho Mtakatifu akiwa ndani yako atakusaidia kutenda mambo makubwa na mengine hauwajui. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako atakufundisha kutoa sadaka inaongea mbele za Bwana. The sacrifice that can talk, the sacrifice that can speak, the sacrifice that can heal, the sacrifice that can heal. Praise the name of the Lord. Yeah, the sacrifice that can speak. Kuna sadaka asiongea, si kweli? Kwa sababu sadaka za miungu ya Baali asikuongea wakati wa Elija, lakini Elija alipotoa sadaka yake na akaweka moto na akaanza kuomba, sadaka ya Elija ilikubalika, lakini sadaka za Baali hazikukubalika, kwa sababu wao wenyewe hawakuwa wamejitoa na nafsi zao kumtumikia Bwana. Nimekuambia sadaka namba moja ni nafsi yako imtumikie Bwana. When you keep your body and serve God, that is one thing. God will take you to another level in the mighty name of the Lord. So you have to study well and let your body ikaweze kutumika na Bwana Mungu, na Bwana anakusaidia na atakuongezea kibali kisio cha kawaida.